Kizimkazi napasikiaga panaongeleka sana kwa rais wenu huko. Hello guys, karibuni kwenye YouTube channel yangu. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video zangu na hauja subscribe, please finya kitufe hapo chini kimeandikwa neno subscribe, na kama umesha subscribe asante sana na wapenda. So hapa nilipigiwa simu na rafiki yangu akanambia, Sara unakaa Zanzibar lakini hauijui Zanzibar, nataka nikupeleke kwenye visiwa vya Zanzibar ambavyo haujawahi kufika ila unavisikia. Kama amenipeleka Paje, akawa amenipeleka Kizimkazi, akawa amenipeleka amenipeleka visiwa vya Zanzibar. So tukawa tunatembea kama huko, ndo tukawa tunaenda huko Kizimkazi, then tukaenda Paje, niangalie mandhari ya Zanzibar, niangalie mandhari ya hivyo hayo mashamba mengine ambayo siyafahamu kwa huku Zanzibar. So hapa tukawa tunaenda zetu Kizimkazi, tunapiga story kidogo, ananionyesha hapa ndio hapa ndo wapi, hapa ndo wanapatikana wanyama, hapa ndo wanapatikana nini. So nilienjoy, nilifurahi sana. And hii video ni video za siku mbili tofauti. So stay tuned guys, nawapenda sana. Tumefika sehemu inaitwa Jozani. Ni pori ambalo linapatikana wanyama kama sokwe, tumbili, vinyani hivyo vidogo vidogo. Nika nimeona huo mti nikaupenda, napenda sana maua, niliupenda sana. Nikamwambia subiri tutembeza gari pole kwanza niuone huo mti. So nikawa na enjoy, tukaingia kwenye ile pori, tukawa tunaangalia wanyama. Matukio mengine sikurekodi. Niambia kaka, mambo vipi ndugu yangu? Gari habari za siku? Kweli aisee, nimekutupa kweli ndugu yangu. Ndio hivyo kaka, lakini usijali, tunaona siku si nyingi sana. Inshallah. Vipi lakini kwa kitu fresh kwa FBH? Paje kama hivi tulipokata kushoto. Au kuna kunyosha hivi tunaenda Kizimkazi. Lakini ukienda kwa juu ukinyosha kabisa utaenda Michamvi. So hapa tukawa tunaendelea na safari, akaniambia njia ya kwenda Bweju, kitu kama hicho, na hisi sijakosea, kwenda Michamvi. Sio kana nielekeza tu barabara, kwa sababu yani uko kwenda kwenye mashamba, yani barabara zimepishana sana. Sio kana ananiambia barabara unaenda sehemu fulani, unaenda sehemu fulani, unaenda huku. Kwa hiyo tukabahatika kwenda, lakini sasa mnajua si tena utalii ndani ya gari. So kuna vitu vingine uwezo ukaviona vizuri, uwezo ukarekodi pia, maana tulikuwa kwenye gari tunazunguka, unafanya tour ukiwa ndani ya gari. Sasa ndo tunaenda hapo, tunaelekea Michamvi.
And tukawa tumefika Milele Beach Resort. Hapo nikaagiza kwanza chakula nile, maana mimi napenda kula kuliko chochote kile, napenda sana kula. Nikaagiza kwanza chakula nile, huku naangalia ufukwe wa bahari. Nilipenda mazingira, ni pazuri, panaitwa Milele Beach Resort. Ni pazuri sana, pametulia, hapa na makelele, hapa na watu wengi, upepo mzuri, unakula chakula huko. Sijui nikwambieje, ni pazuri sana, nilipapenda. Vyakula vyao vitamu, juisi iko vizuri. Sasa nikaa nimepumzika hapo, maana ni mbali sana ndikotoka, na hapo nilipofikia ni kuna umbali. Yaani hicho kijiji kwanza hata jina nimesahau. Sijui panaitwaje, nimepasahau. Lakini nipapenda tu, maana kwa kumetulia, kumepoa. Kuna maua mengi. Nikaona ngoja niingie nipate hata chakula cha mchana. Maana tulitoka asubuhi Nungwi kwenda huko. And boom, nikaa nimemaliza kula. Hivyo ndo nilivyokuwa nimevaa kigauni, nimevaa tu simple. Na hii ni siku nyingine tena tulitoka, kwa sababu mimi ni mtu wa mazoezi, nafanya mazoezi kwa ajili ya kupunguza uzito. Nimejikuta ninanenepa sana, alafu kilo zimeongezeka, zimekuwa nyingi zaidi. So nafanya mazoezi kila siku kwa ajili ya kupunguza uzito. So hapo tulikutana gym kama 4. Kuna gym ya Nungwi, kuna gym ya Kendwa Rocks, then kuna gym ya Stone Town ambako ni mjini, na kuna gym ya Kiwengwa. So tulikutana watu wote ambao wanafanya mazoezi kila siku kwenye gym zao. Tukaungana kwa pamoja, tukafanya mazoezi kwa pamoja. Hapo tulikuwa Kendwa Rocks. Tukaungana wote gym 4, tunafanya mazoezi kwa pamoja. Tunafanya mara moja kwa mwezi mmoja au miezi miwili, kitu kama hicho, tukiwa na nafasi. So tulikutana tukafanya mazoezi hapo. Wanaume wanaanza kuonyeshana misuli, mazoezi unafanya beach hapo, wazungu wanatushangaa. Tulienjoy sana kufanya mazoezi pamoja. Bye.